ne sponsored. Sponsored. Ni guthakite. Ni guthakire. Rege yaku. Tamithake. Ate siri gutugwa sponsored. Tureherwo ni lipa. Ugana kamushene okoheaga. Yes, na tukaingira mwe nginya thini wa chai. Yes. Chai tunaichapa kwa mkutasari. Atuoli the Pink Panther. Bishop Miracle. Watigira hau. 20 million is nothing. 100k is on its way. Na treasury shoka. Yes. Na sayuri ohetwo thini wa gatheti ino ya Cai. Uhoro uri ohetwo ritu. Uhoro uri ohetwo ritu thini wa gatheti ino ni Triza. Mi amor de mi vida. Katika harakati ya kurugoria the new song, they had to make sure they had to make sure everything is sorted, everything is fine. So ukipenda zaidi si wawili, si wanakuwaga wawili. Si wawili akakaa kidogo na kumwangalia. Akaona makeup iko sawa, nywele iko sawa, ya kichwa. Lakini akiinua mkono kusifu kidogo kuna kasida. Akamuuliza kama kuko hivi uiri gari. Moja kwa moja mpaka tena Nairobi ndani CBD kwa Fade Waxing Hub. akakutokolezea mi amor de mi vida. Akaingia town kwenyewe, Imea building ukipenda zaidi, to be specific. Kuingia pale ndani, kitu ya kwanza, unajua kwa siku unakuwa umetembea sana, kitu ya kwanza ni bafu, piga shower. Kupigwa waxi kwa njekeke na kwengineko etc. and etc. Akaambiwa kama huku kuko hivi. Brush ni ya nini unabeba? Kumaliziwa waxing, wakatoka nje kupiga picha na kisha kurelease wimbo. Wimbo kutokea tu hivi. Wa kwanza kumpiga support ama kuipromote ama kuipost ni Fast Corinthians. Finanza. DOP. First Corinthians ukipenda the executive producer. Na hakuiacha tu hivyo hivyo, akaweka love emoji. Na si ya kala ingine ni ya red emoji, love emoji, meaning I love you.
Mi amor de mi vida. I love you. I love you. I love you. Moving on. Moving on to other very, very serious issues. It's a very nice song. Yeah, very, very nice song. Congratulations. Congratulations, our mi amor. Yeah, mi amor de mi vida. You are doing a great job. And whoever is advising you. Do you know many musicians don't prosper because when they release a song, they are hairy. Yeah. Moving on. Moving on to other serious stories. Bishop Miracle ametuandalia sinema ya Nigeria. Oga Obina. Bishop Miracle baada ya kukua ndani ya mtandao alikuja kugongewa ukipenda zaidi na Githaiga of Tea. Jamaa baada ya kusikia haya yote ikamkera na akaona hezi nyamaza. Moja kwa moja akaingia kwa msitu. Wacha tumpatie jina Bishop Chinedu. Akaingia kwa msitu na akatafuta mbogo mbili, ukipenda zaidi calabash. Kumbuka hizi zinatumiwa kuweka mavitu kule ndani. Na ukipenda sana sana utaziona kwa movie za Nigeria. Sasa hawa wanatumia hizi, wanakoroga kuchanganya, wanakuchanganya akili. Yes. Kidogo jamaa baada ya kuingia kwa msitu siku kadhaa anachomoka na kumtafuta Kororia TV. Kororia niko na ujumbe. Seti kamera zako, sound iko sawa kabisa. Jamaa ukipenda zaidi Bishop Chinedu, Oga Obina akachukua karabashi ya kwanza na kusema kama vile wazee wa Kikuyu walivyosema. Kuna watu wamenitusi na kuniongelea vibaya na mimi ni mchungaji wa Mungu. Kwa sinema nani aliwachokoza hawa watu? Huyu jamaa amkipenda Bishop Chinedu alichokozwa upande mwingine na Githaiga of Tea. Alimchokoza. Yes, ndiye alianza kumchokoza naye akamjibu. Naye sasa akaamua moja kwa moja hadi kwa msitu akatoka na mbogo mbili. Karumanzira kulu kaka. Na kusema yoyote ambaye shaicheza na yeye mwenyewe shaicheza na mafuta atajua halijui. Kwa wazee wa Kikuyu ambao walisema ukicheza na mzee utakufa, akagongesha chini na kusema katika jina la Baba na la Mwana tukachanganyikiwa. Naye Kodaiga upande mwingine ukipenda Githaiga of Tea akakuja na kusema msijali. Huyu jamaa ama ukipenda Bishop Chinedu is the drama queen. Hakumuita king, ni drama queen. Si mara ya kwanza kuvunja hizo vitu. Ni yeye alikuwa wa kwanza kufungua bottom up church. Yafurahisha mkuu wa majeshi. Sasa as we stand here katika sinema, ukiangalia vizuri sinema baada ya kuvunja sasa tunangoja tuone nini itaendelea, itamhapenia Githaiga wa Tea. Hatujui itaendeleaje. Mwenyewe naona kama zimenishika, nimejaribu kuvaa longi imenishinda. Era broka chia. Ako hapo kwa nirabirie kuruta wira. All right. And moving on to other serious, very, very serious stories. 20 million is a giveaway. 100 million is coming. Wow. Hii ni mkuu wa majeshi. Hey. Siku ni ya Jumapili. Barabara ni Thika Road. Pin location ni Roysambu. To be specific, ni Yesu ni mshindi.
Baada ya kuhubiri, mkuu wa majeshi akaamka. Kumbuka alikuwa amekataza kutoa pesa kabisa kwenye makanisa. Yeye mwenyewe. Mchango akasimama kabisa na akakataa. Kumbuka amekuwa akirudishiwa. Watu wanaenda kupeana zinarudi. Wengine wanazikataa kabisa. Lakini katika hii movie alisimama na kutoa 20 million Kenya shilling. My God. Zilipokelewa kwa shangwe, vigeregere na nderemo. Hakusimamia hapo. Akasema ya kwamba 100 million is coming your way. Na waongeza 100 million. Jesus. Mumalize mjengo. Na sio hayo tu. Akasema ya kwamba nitatuma wafanyakazi wangu hapa. Wakuje wacheki watu nide hapa. Wapate kazi. Hii kanisa nikiangalia hivi naona iko na watu wengi sana hawana kazi. Nitamtuma the Don. Akuja na kalamu na karatasi, anasikia mahitaji yenu. Na waandike. Sasa swali kubwa ama swali utata ni what 100 million can do. My God. Wanasema 100 million inaweza tengeneza healthcare, inaweza upgrade 10 public hospitals. My God. Na iweke essential medical support. 100 million inaweza shift coverage, inaweza cover shift for over a year for 20,000 people. My God. 100 million education inaweza tengeneza mashule over 20 new classroom in public school. Inaweza Kama pale Baringo ambao wanasomea chini ya miti. Imagine university bursaries. Yes. Inaweza fund watoto at least 2,000. My goodness. TVET support. Yes. Inaweza support over 5,000 students in technical and vocational studies. Wow. Maternal health. Inaweza improve maternity for over thousands of expectant mothers. Wow. 100 million food security. Employment programs. Yes. Tunaweza hata waandika grants for over 5,000 youth waende wakafanya kazi. Zaidi ya yote water sanitation. Over 50 villages inaweza pata boreholes. Kwa hiyo 100 million na kutengeneza pia barabara. Lakini sasa Imepeanwa kujenga kanisa. Ukipenda zaidi walikuwa jana kwa hema. Yes, walikuwa kwa hema. Yeah. Wakienda kanisa ilikuwa kwa hema na kuna baridi sana. Moving on. Hizi magari zenye zinapita pale nje zinapiga kelele sana, watu hawasikizani. Sasa 100 million, 20 million, so inakuja 120. Okay. Alafu watu waandikwe kazi. Wow. Yeah, so Okay. Hayo ndio mambo ambayo yamezi. Sasa moving on to other serious stories. Oh man. Very serious. This will shake the country. The Atwoli is a Pink Panther. Kumbuka weekend yote on Friday to be specific kama Thursday. Martha Karua mheshimiwa alilaunch chama yake. Yes. PLP. Kufungua chama yake, dress code yao ilikuwa pink. Purple samahani. Yes. Purple. Kidogo jamaa ukipenda Atwoli. Jamaa anajulikana sana kwa kusema shenzi sana. Aliwaita na kusema nyinyi ni shenzi sana. Mnatumia rangi ya chama chetu cha KOTU. Nyinyi ni shenzi sana. Mbona mtumia rangi yetu? Sasa kidogo wakasema makanisa mnaweza chukua hiyo purple. Shule mnaweza chukua purple. Oh, ni yake amepata. Ni yake. Purple ni yake. Lakini kama wewe ni Martha Karua mheshimiwa, purple achana nayo. Shenzi sana. Hivyo ndio ripoti alipata pale kwa comment section. Shenzi sana. Shenzi sana. And moving on now to the most serious stories. Treasury shoka. Kinyonyo kienyewe. Kwa gazeti leo wanasema ya kwamba 1.3 trillion Kenya shilling imekuwa ikitolewa kwa account ya Treasury. My God. Hii pesa inafaa kuwa accounted for. But hii pesa inatoka na haijulikani inaenda wapi. 1.3 trillion. In how many months? In 7 months. Sasa swali la utata. Pesa inaenda wapi? Nani anatoa?
wanaenda kufanya nini? Kumbuka tuko na deni nchini Kenya. Je, wanatoa wakalipe deni chini ya maji ama kunaendaje? 1.3 trillion. My God. Swali ni utata. Zinapelekwa wapi? Zinafanyiwa nini? Nani anayetoa? Je, ni mojawapo ya hizi ambazo tunapatiana pale kanisani?